sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 14. Tunakwenda kumwangalia Mfalme Sulemani anapopewa nafasi ya kuwa mfalme baada ya baba yake kumaliza muda wake na kuzeeka sana. Anapewa nafasi hiyo, na baada ya kupewa nafasi, Mfalme Sulemani anasogea mbele za Mungu kwa maombi. Anaposogea mbele za Mungu kwa maombi, ndipo tunapata ujumbe ambao tunapata kujifunza siku ya leo, kwamba ungependa Mungu akufanyie nini wewe. Kuna namna ambavyo Mungu alifanyia Sulemani. Sasa siku ya leo ungependa Mungu akufanyie nini wewe. Sulemani, kuna namna ambavyo Mungu alimfanyia. Alipoulizwa nikufanyie jambo gani, omba. Sulemani aliomba afanyiwe nini. Siku ya leo wewe unatamani Mungu angekufanyia nini? Tutakwenda kusoma maandiko alafu utaelewa kile naongea. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umenifanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala ukujitakia maisha ya siku nyingi, wala ukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala ukutaka roho ya adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na moyo wa akili, hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale uliyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Mwokozi Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Bwana wangu na Mungu wangu, pokea sifa na heshima, maana kuna jambo nataka tujifunze. Ninakutukuza peke yako, hakuna Mungu kama wewe. Bwana, ninajiacha kwako, nitumie kama upendavyo. Ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. Neno la Mungu liwazi kutuonyesha jinsi ambavyo Sulemani alivyokuwa mbele za Bwana. Kwanza alikuwa ni mtu wa ibada. Tunaona hapa anakwenda Gibeoni kwa ajili ya kufanya ibada, na anatoa dhabihu nyingi katika madhabahu ile iliyokuwa mahali kule. Baada ya kumaliza, wakati amelala usiku, Mungu anampa ndoto, na katika ndoto yake anaambiwa, omba utakalo nikupe. Omba utakalo nikupe. Na kwa sababu moyo wa Sulemani ulikuwa umejaa kumuuliza Mungu, ulikuwa umejaa kuhitaji maelekezo ya Mungu, ulikuwa umejaa
kuhitaji msaada wa Mungu, hata katika ndoto akaomba vyema sawasawa na vile ambavyo anaishi. Kumbuka, kile ambacho unaweza ukakiota mara nyingi kinahusiana na maisha yako. Kama wewe ni mtu wa ibada, basi utaota ibada. Kama wewe ni mtu wa uovu, basi utaota uovu. Kama wewe ni mtu wa namna fulani, kuna aina ya ndoto kwa jinsi hiyo. Sasa Sulemani, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anahitaji msaada wa Mungu, na akiona amechaguliwa katika nafasi ile, yeye ni mdogo, Sulemani akamwomba Mungu katika ndoto, akamwambia Mungu, unisaidie, uniwezeshe mimi mtumwa wako moyo wa adili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Kwa hiyo, kwa sababu moyo wake ulikuwa umejaa kuuliza kwa Bwana, akauliza kwa Bwana, na Bwana wa mabwana akampa maelekezo. Nikwambie, kama unataka Bwana kufanyie jambo, jifunze kuuliza kwa Bwana, jifunze kutaka msaada kutoka kwa Bwana. Unapopata msaada kutoka kwa Bwana, basi Bwana anakusaidia, kwa sababu Mungu ana mpango nawe tangu zamani. Yaani tangu zamani, hata Sulemani Mungu alikuwa na mpango naye, ya kwamba mtoto wa Daudi atarithi kiti chake cha ufalme cha baba yake. Kwa hiyo hata na wewe pia kuna mahali ambapo Mungu amekusudia, kuna kitu ambacho Mungu amekuandalia tangu zamani. Ungependa nini Mungu akufanyie? Mwachie Mungu, muulize Mungu, na Mungu atakupa haja ya moyo wako. Ukiangalia, sio kwamba Sulemani alikuwa hahitaji fahari, sio kwamba Sulemani alikuwa hahitaji mali, alikuwa anahitaji hivyo vitu vyote, lakini akaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Jifunze kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atakupa hata kile unachokitaka. Yaani Sulemani anapewa anachokitaka, sio kwa sababu amekiomba, kwa sababu ameomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine jifunze sio kuombea mahitaji yako, bali jifunze kuyaomba mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yako, na Bwana anatenda, na Bwana anafanya. Sulemani akaomba mapenzi ya Mungu, na ndio maana ukisoma Biblia anasema neno hili likawa jema machoni pa Bwana. Maana yake aliomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Inawezekana unahitaji jambo fulani, usiliombe jambo hilo, lakini omba mapenzi ya Mungu ya namna ya kutoka, ya namna ya kutenda haki, na Mungu atakupa yale unayohitaji pia. Mungu wetu ni mwema. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo moyo wa Sulemani ulikuwa umemwelekea Bwana, na ndio maana tunaona anakwenda kufanya ibada. Maana yake moyo wake ulikuwa umemwelekea Bwana. Ukitaka Bwana akufanyie jambo, ukitaka Mungu wa Israeli ashughulike na maisha yako, moyo wako mkabidhi yeye, maisha yako mkabidhi yeye, ratiba zako mkabidhi yeye, jiunganishe na yeye, moyo wako, ili Mungu akufanyie. Ungependa Mungu akufanyie nini wewe? Kile unataka Mungu akufanyie, kwanza anza na moyo wako. Moyo wa Sulemani ulikuwa umemwelekea Mungu. Amechaguliwa, amewekwa kwenye kiti kile cha ufalme, ametawazwa, amekuwa mfalme. Moyo wake uko kwa Bwana, wala moyo wake hauko kwenye ufalme. Mungu atakapokupatia kile alichokupatia, moyo wako usikae huko, moyo wako ubaki kwa Bwana. Wengi wananyang'anywa vile walivyo navyo, kwa sababu Mungu alipowapa nafasi, alipowapa kile walichokihitaji, mioyo yao ilihama kutoka kwa Mungu ikahamia kwenye vitu. Na ndio maana kuna watu wamenyang'anywa watoto siku za leo, kuna watu wamenyang'anywa waume, kuna watu wamenyang'anywa kazi, kuna watu wamenyang'anywa fedha. Maana fedha, mioyo ya wale watu ikahamia kwenye fedha, mioyo ya wale watu ikahamia kwa watoto, mioyo ya wale watu ikahamia kwenye kazi. Mungu anataka pamoja na vitu alivyotupa, bado mioyo yetu ibaki kwake. Sulemani moyo wake ukabaki kwa Mungu. Amekuwa mfalme, lakini sio kwamba anadharau nafasi ya ufalme, lakini bado ni mtu wa ibada.
Kuna watu wakipewa nafasi nzuri, wakipewa maisha mazuri, wanamwacha Mungu. Mungu anataka pamoja na kukupa kile ambacho kitakupa kustarehe, kitakupa heshima, bado anataka moyo wako ubaki kwake. Jina la Bwana na libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Moyo wako ukibaki kwa Bwana unakuwa salama. Moyo ni kitu ambacho Mungu anakiangalia sana, moyo. Na ndio maana akigundua moyo umegeukia mahali fulani, Mungu anakipiga kile kitu ambacho moyo wako umegeukia huko. Mungu akusaidie moyo wako ubaki kwa Bwana. Na ndio maana siku za leo watu wengi ambao wamekuwa ni nguzo ndani ya familia, nguzo ndani ya familia, anategemewa aidha kwa sababu ya uwezo wake, mali alizonazo, fedha, anategemewa. Na watu wakaacha kumwangalia Mungu kwa mioyo yao, wakabaki kumwangalia yule mtu. Mungu huwa ana wivu, anampiga yule mtu kwa sababu moyo, Mungu ana shida na moyo. Moyo wako umwelekee Mungu. Moyo wako usielekee wanaokusaidia, utawasababishia madhara. Na ndio maana siku za leo katika nyumba mbalimbali kumetokea na madhara, kwa sababu watu mioyo yao imewageukia wenye uwezo, na Mungu anataka wamwangalie yeye, na hawa watu wanawaangalia wale wenye uwezo. Mungu anataka tumwangalie yeye, hata kama wenye uwezo wapo, lakini bado mioyo yetu imwelekee Mungu. Wengi sana wenye nguvu ndani ya familia ndio wanaofariki siku za leo, wanaotegemewa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Watu wameacha kumwangalia Mungu, watu wameacha kumtegemea Mungu, mioyo yao yote inamwangalia fulani. Mungu anataka tuendelee kumtegemea yeye, tuendelee kumwangalia yeye. Na ndio maana Biblia inasema katika Methali sura ya 4 mstari wa 23. Methali sura ya 4 mstari wa 23. Biblia inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Yaani, linda moyo wako usitoke nje na mahali ambapo Mungu anataka umwangalie, mahali ambapo Mungu anataka umtegemee. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Sulemani akalinda moyo wake, moyo wake ukamwelekea Mungu, moyo wake ukamlingana Mungu, moyo wake ukampendeza Mungu, moyo wake ukamwabudu Mungu. Mungu akamjitokeza katika ndoto kwa Sulemani usiku ule, akamwambia Sulemani, omba lolote nikupe. Na kwa sababu moyo wa Sulemani ulikuwa unayatafuta mapenzi ya Mungu, Sulemani akaomba Mungu ampe moyo wa akili, moyo wenye adili, apate hekima, aweze kujua jinsi ya kuhukumu, jinsi ya kuingia na kutoka. Unaposababisha hali yako ya moyo kukaa vizuri na Mungu, Mungu atakupa kile unachokitaka. Mungu atakupa kile unachokihitaji. Hivyo ninakukumbusha, linda moyo wako. Yaani kama kuna kitu ambacho unaweza ukaweka magrili, ukaweka mageti, ukaweka ukuta mkubwa, ni moyo. Moyo mahali ambako chemchemi zinatokea, mahali ambako Mungu anakutana na mwanadamu. Moyo wako ni mahali pa kulinda. Ukiona kuna jambo linataka kuharibu moyo, kuna jambo linataka kuharibu moyo, lishughulikie haraka, kwa sababu moyo usipokuwa salama hauwezi kupewa na Mungu kile unachokihitaji. Lakini moyo wako ukiwa uko salama, hata kama hauna vitu, bado Mungu atabaki kukupigania. Mungu atabaki kukusaidia. Mungu akusaidie moyo. Kama kuna jambo linakuumiza, kama kuna jambo linakukosesha, una machaguo haya: usamehe au useme wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Nini? Kwa sababu moyo usipoulinda, moyo ukiharibika ndani,
Hata kama utaomba, Mungu hatakupa kile unachokitaka, maana moyo umeharibika. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako. Moyo ni kitu gani? Ninaposema moyo, sizungumzii kiungo hiki katika mwili wa mwanadamu. Sizungumzii. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10, anasema kwa moyo mtu huamini hata akapata haki. Kwa moyo. Kwa hiyo sizungumzii habari ya kiungo cha mwili. Kwa moyo mtu huamini hata akapata haki. Yaani haki yako, mahitaji yako, stahiki zako kwenye moyo. Moyo ukikaa vizuri, moyo ukimwamini Mungu, moyo ukimwelekea Mungu, Mungu atakupa kile ambacho unakitaka, na yeye na jina la Bwana litatukuzwa. Kama unielewa, sema amen. Amen. Moyo ni nini? Moyo ni njia za mtu. Moyo ni njia za mtu. Na ndio maana nilikwambia sizungumzii kiungo. Moyo ni njia za mtu. Ukisoma kitabu kile cha Mithali sura ya 16 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Njia za mtu. Kwa hiyo njia zako, maisha yako, namna yako, moyo wako ukimpendeza Bwana, Bwana atakupatanisha hata na adui zako. Adui zako wamebeba majibu yako, wamebeba mahitaji yako. Maana yake Bwana akikupatanisha nao, maana yake umechukua hazina zao. Moyo wa Sulemani, kwa sababu ulimpendeza Mungu, watu wakatoka mahali mbalimbali, wengine wakatoka Misri, wengine wakatoka mahali tofauti duniani, wamebeba dhahabu, wamebeba vitu vya thamani, wakienda kwa Sulemani, kwa sababu moyo wa Sulemani ulikuwa umempendeza Bwana, au njia za Sulemani zilikuwa zinampendeza Bwana. Kama unanielewa, sema amen. Kwa hiyo moyo ni njia za mtu. Njia zako zikoje? Njia zako, je, zinampendeza Bwana? Moyo ni makao makuu ya maisha ya ndani ya mwanadamu. Moyo, ninaposema moyo, ni makao makuu ya maisha ya ndani ya mwanadamu. Sasa makao makuu yanakuwaje? Ni wapi? Ninazungumza mambo ya rohoni, mahali ambapo panatokea siri zote za rohoni, mahali ambapo ni pasiri, mahali ambapo pamebeba hazina, mahali ambapo pamebeba nguvu yako pandani. Moyo ni makao makuu ya maisha ya ndani ya mwanadamu. Hapo palinde, penye senta yako ya maisha, penye fahari yako, palinde. Moyo ni nini? Moyo ni mtu mwenyewe jinsi alivyo. Huyu mtu ana moyo mzuri, maana yake jinsi alivyo. Moyo ni mtu mwenyewe jinsi alivyo. Wewe ukoje? Tukitaka tukufahamu moyo wako ukoje, hatufanyi operation, tunakuangalia wewe jinsi ulivyo. Yule mtu ana roho mbaya, yule mtu ana moyo mbaya sana, ni katili nini, jinsi alivyo. Kwa hiyo moyo ni vile mtu mwenyewe alivyo. Moyo ni nini? Maana unaweza kusema tengeneza moyo, tengeneza moyo, hauelewi moyo ni nini. Vile ulivyo inasema tengeneza. Amina. Inasema badilika. Ili Mungu akupe, ili Mungu akufanyie jambo unalolitaka vile ulivyo. Mungu anakuangalia sana. Unaishije na wenzako? Unatendaje? Unawasaidiaje wengine? Jinsi ambavyo wewe ulivyo. Kwa hiyo moyo, namna nyingine, ni hali ya nafsi ya mtu, ni hali
ya nafsi ya mtu. Nafsi, yule mtu wa ndani, yule mtu ambaye hatumuoni sisi, hali ya ndani. Huo ndio moyo. Moyo ni hali ya nafsi ya mtu wa ndani, ufahamu wake, namna ufahamu wako ulivyo, huo ni moyo. Mtu yule wa ndani, mapenzi yako au mapenzi yake, huyo mtu wa ndani, kwa maana ya nafsi, mapenzi yake, makusudi yake, tabia zake. Kwa unapozungumza kwa habari ya moyo, tunazungumza kwa habari ya hali ya nafsi ya ndani. Wewe unafahamu vipi? Wewe una mapenzi gani? Wewe una tabia zipi? Una makusudi yapi? Ninapozungumza mambo hayo, ninazungumza kwa habari ya moyo. Tengeneza moyo wako, Mungu atakufanyia kile ambacho unakitaka. Sulemani akatengeneza moyo wake, akatengeneza hali yake, akatengeneza tabia yake, akatengeneza makusudi yake, kwamba Mungu, ninapotaka kuamua hao watu nifanyeje? Moyo kwa lugha nyingine ni roho ya mtu. Ninapozungumzia roho, sizungumzii uhai, nazungumzia kwa habari ya akili na nia. Hiyo ni moyo. Moyo wa mwanadamu ni roho yake. Ninapozungumzia roho yake, ina maana ya akili na nia. Sizungumzii ile pumzi ambayo ni roho, sio pumzi. Ninazungumzia kwa habari ya akili na nia. Akili na nia ya mtu, huo ni moyo wake. Akili yake ikoje? Nia yake ikoje? Hapo tunazungumzia habari ya moyo. Mungu akusaidie, tengeneza akili zako, ufahamu wako umpendeze Bwana, vile ambavyo unakusudia kumpendeze Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na moyo ni asili ya uovu wote, yaani maovu, machafuko, mambo yasiyofaa mengi. Moyo ni asili ya uovu wote unaotokana na mwanadamu. Tusome Methali sura ya 6 mstari wa 14. Methali sura ya 6 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: mna upotovu moyoni mwake, hutunga uovu daima, hupanda mbegu za magomvi. Mna upotovu moyoni mwake, yaani hatuambiwi huu uovu umetoka wapi, ila mna upotovu moyoni mwake. Kwa hiyo ni asili ya uovu wote unaotokana na mwanadamu, maana ndani ya moyo kuna mambo ambayo hayapendezi. Mungu wa mbinguni akusaidie. Tembea ukijua moyo ni kitu na ni mahali ambapo inabidi uwe makini ili uwe salama kwa Mungu kupatia haki zako. Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Yeremia 17 mstari wa 9. Moyo ni asili ya uovu wote unaotokana na mwanadamu. Kwa hiyo ukitaka upate unachokihitaji hapa kwenye asili ya uovu, wanapo makini, pasi kupelekeshe. Ruhusu Mungu atawale maisha yako, ruhusu Mungu atawale moyo wako. Na ndio maana Daudi anazungumza maneno haya, anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali. Kwa nini? Moyo una, Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kujua? Moyo huwa mdanganyifu, kwa hiyo asili yake inadanganya. Moyo unaweza kuvutiwa kwenye uovu. Kwa hiyo usitake moyo
sababu moyo una mambo hayo, mtu ni vizuri aangalie anavyokusudia. Matendo yake hayana budi kuangalia awe na tabia na nia na moyo safi, kwa sababu moyo huwa mdanganyifu. Kwa hiyo hakikisha unayoyafanya yote ni katika namna ya usafi, ni katika namna ya haki. Kama sio haki, ni dhambi, kwa sababu moyo ni mdanganyifu, una ugonjwa wa kuua. Ili Mungu akupe mahitaji yako, shughulikia moyo wako na Bwana atakusaidia. Mungu anaona na kuchunguza hali ya ndani ya mwanadamu au ya moyo. Atamhukumu kila mmoja kwa kadri ya moyo wake. Kila mmoja atapatiwa haki yake, atapatiwa ushindi wake, atapatiwa kila ambacho anakitaka kwa sababu ya moyo. Mungu anachunguza na kuangalia moyo. Tuangalie maandiko haya. Mmoja asome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Nani atasoma hapo? Amina. Utasoma Mordekai, Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Atakayesoma Zaburi 44 mstari wa 21. Zaburi 44 mstari wa 21. Asante, utasoma sawa. Atakayesoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 9. Mathayo sura ya 5 mstari wa 9. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, samahani. Amina, utasoma Mama Gracious. Haya, karibu Mordekai, usome. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Amen. Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo. Mungu haangalii vile ambavyo wanadamu wanaangalia. Tengeneza moyo wako kwenye kile unachokifanya, hata kama ni dhaifu vipi, kifanye kwa moyo na Bwana atakubarikia na Bwana atakuinua. Daudi alikuwa anafanya kile anachokifanya kwa moyo. Samueli anakwenda kupaka mafuta mfalme, anaangalia watoto wa Yese, wakina Shama, warefu, wazuri. Lakini Mungu anamwambia sio kama ambavyo mwanadamu anaangalia. Mimi naangalia moyo. Kumbe kwenye kile unachokifanya, inawezekana watu wanakuangalia kwa nje wakakudharau, lakini kwa sababu unafanya kwa moyo. Daudi aliifanya ile kazi kwa moyo. Anakutana na simba na dubu kule porini, anawapiga, anawaua, na sijui hata kama alileta taarifa nyumbani. Alifanya kwa moyo tu, hakufanya kwa maonyesho. Na Mungu anayeona jinsi ambavyo anajitoa, jinsi ambavyo anajitumikisha, anajibidisha kwenye kazi za baba yake, Mungu akaona huu moyo. Kwa hiyo inawezekana Mungu ameruhusu ufanye kazi fulani, Mungu ameruhusu ufanye biashara fulani. Inawezekana ni ndogo ya kudharaulika, lakini ngoja nikwambie, Mungu anaye moyo atakuinua. Inawezekana kanisa unalochunga, mchungaji ni dogo kama hivi, mchungaji labda ni dogo, lakini moyo, Mungu anaangalia moyo. Na wakati wa Mungu atatuinua Bethania. Mungu atatuinua Bethania. Mungu anaangalia moyo. Vikondoo vichache
vya Daudi alivyopewa akachunge, alijali nini? Mungu alikuwa anaupitisha moyo kwa baadaye Mungu akamweka akawa mfalme wa taifa kubwa kwelikweli duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Moyo, usidharau kile kidogo unachopewa, kipokee kwa moyo, kipokee kwa shukrani, kipokee kwa kujali. Mungu anapouona huo moyo atakuweka kwa makubwa. Usiseme kwamba mbona haya ni madogo. Usitake makubwa kabla Mungu kukuvusha kwenye hayo madogo. Hayo madogo Mungu ameruhusu ili kwamba ya kusaidia kutengeneza moyo wako. Utakapoweza kuwajali wachache, Mungu anakuandaa kwa wengi. Ile biashara ulionayo, ile shamba, ile kazi, inawezekana ni kwa udogo, lakini Mungu anakuandalia ukubwa. Mungu haangalii uso wa mtu, Mungu anaangalia moyo. Unaweza ukawa na uso mzuri, unafanya kazi nyingi, lakini sio kwa moyo. Ukashangaa yule ambaye anafanya kazi moja, lakini Mungu anamwangalia moyo wake. Inawezekana wengine wanatoa vingi kama wakati wa Yesu. Kuna matajiri wakaenda wakatoa mafedha yao, manoti, mahela mengi, lakini akaja mwanamke mmoja mwenye senti zake mbili, akazitoa kwa moyo, akawa ametoa nyingi kuliko wengine wote. Kila unachokifanya mbele za Mungu katika maisha yako, fanya kwa moyo. Mungu atakupa hitaji lako. Nasema Mungu atakupa hitaji lako. Amen. Unafikiri yule aliyotoa senti mbili kwa moyo, Yesu akazungumza maneno yale, unadhani alibaki kwenye hali ile ya senti mbili? Mungu alimwinua. Kwa hiyo kila unachokifanya, kifanye kwa moyo. Kifanye kwa kumaanisha, utamwona Bwana. Mungu anaangalia moyo. Karibu msomaji wa pili, Zaburi ya Benani. Je, Mungu hatalichunguza neno hili? Maana ndiye azijuaye siri za moyo. Ndiye azijuaye siri za moyo. Kwa hiyo kuna siri za moyo. Inawezekana umeomba muda mrefu, inawezekana kile ambacho unataka Mungu, lakini siri ya moyo Mungu anajua. Huyu nikimpa amekusudia kuwa na kiburi. Huyu nikimpa amekusudia kulipa kisasi. Huyu nikimpa amekusudia kuwatenda wenzake uovu. Mungu hawapi wengine, Mungu hawaponyi, Mungu hawavushi wengine kwa sababu moyo. Nasema leo, tengeneza moyo wako, maana Mungu anajua siri za moyo. Moyoni mwako umebeba nini? Umebeba chuki, husuda, umebeba visasi. Mungu akuepushe na hayo. Moyo wako uwe salama, ili kwamba uone uwezo wa Bwana, ili kwamba Bwana ajibu mahitaji yako. Mathayo sura ya 5, karibu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, samahani. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Amen. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Ukimwona Mungu umekutana na mahitaji yako, maana Mungu ni zaidi ya hayo unayohitaji. Heri kuwa na moyo safi, maana utamwona Mungu. Kumwona Mungu maana yake Mungu atakufanyia kile unachotaka. Kumwona Mungu maana yake Mungu atakubadilisha kuwa mtu mwingine. Heri uwe na moyo safi. Nasema heri uwe na moyo safi. Ukiwa na moyo safi, Bwana atatenda kwa ukubwa. Ni swali ambalo ni vizuri kujiuliza. Ni jinsi gani ninaweza nikaleta mipango yangu iungane na mipango ya Mungu? Moyo wangu uwe pamoja na mipango ya Mungu. Namna gani tunaweza tukaleta pamoja mipango yetu ikaoana? Ni namna gani?
ikakubaliana vile Mungu anavyotaka. Inatakiwa mambo yaingiliane, mambo yakubaliane, mawazo yako yapate kibali mbele za Mungu, moyo wako umlingane Mungu, ukutane na Mungu, na Mungu atabadilisha historia yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mithali 16 mstari wa kwanza. Namna gani moyo wako inaweza ikaoana na moyo wa Mungu? Wewe unachotakiwa kufanya ni hiki. Mithali 16 mstari wa kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo andaa moyo wako ili kwamba mipango yako na ya Mungu ikutane. Andaa moyo wako, halafu acha wa kuamua awe ni Mungu. Kama unanielewa sema amen. Jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Wewe andaa moyo. Ukiandaa moyo usijifanyie, acha Mungu ndiye akuruhusu kwamba fanya au usifanye. Haleluya. Ukiacha kwa jinsi hiyo, Mungu atashughulika na maisha yako. Mruhusu Mungu aweze kuunganika na mipango yako. Mruhusu Mungu aweze kushughulika na mambo yako, kwa wewe kuandaa moyo, halafu kumwambia Mungu nafanyaje, na huyu Mungu atakupa maelekezo ya kufanya. Kristo Yesu apewe sifa. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Wewe andaa moyo, maana ndani ya moyo kuna hila nyingi sana, lakini shauri la Bwana, ukimwacha Bwana awe ndiwe jibu, anatoa majibu, basi utaona shauri lake, kusudi lake ndilo litakalosimama. Methali sura ya 19 mstari wa 21. Methali 19:21. Mna hila nyingi ndani ya moyo, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Wewe andaa moyo, halafu mwachie Mungu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Biblia inasema mahali pengine, mkabidhi Bwana njia zako. Nilikwambia njia, tunapozungumza njia tunazungumza moyo pia. Mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Maana yake mkabidhi Bwana moyo wako, na kila unachokitaka Bwana atakupa. Moyo ni kitu cha muhimu sana. Moyo ni kitu cha maana sana. Kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni ya Mungu kufanyia unachotaka. Kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni za Mungu kufanyia unachotaka. Yaani ukizingatia kwenye moyo vizuri, kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni ya Mungu, na kanuni ya Mungu anaangalia moyo. Kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni ya Mungu, anakufanyia hivyo. Moyo ukiutengeneza, kile utakachofanyiwa na Mungu kitakuwa ni chema. Moyo ukiharibika, kanuni ya Mungu hata kufanyia mema. Nasema tengeneza moyo wako. Kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni za Mungu kufanyia unachotaka. Kile unachofanyiwa kinatokana na kanuni ya Mungu. Huyu Mungu anayeangalia moyo, anaona huyu moyo wake umejaa visasi, huyu moyo wake umejaa kiburi, umejaa majivuno, umejaa chuki, usuda. Anapoangalia Mungu, anaona huu moyo, jinsi ya kufanyia ni hivi. Sulemani moyo wake unapewa mambo mengi, kwa sababu alitaka awatendee haki wale anaowaongoza. Tafuta kutenda haki Mungu atakapokuinua. Tafuta kutenda haki unapoanza kuinuliwa na Bwana. Ondoa chuki na maumivu ya historia ya zamani. Nikwambie, Sulemani kabla ya kutawazwa kuwa mfalme, kuna mwingine
mtoto wa Daudi alishajitangaza uko mtaani kwamba baba yangu ni mzee, sasa mimi ndiye mfalme. Wakafanya na sherehe, wakafanya na karamu, lakini Sulemani anapata nafasi ya Mungu kumuuliza, nikufanyie nini? Nami omba lolote utakalo nikufanyie, nami nitakupa. Sulemani haangalia adui zake. Sulemani anaangalia namna ya kutenda haki. Mungu ana kanuni, kile anachokufanyia kinatokana na kanuni zake. Tunakwenda kuzipitia kanuni hizo, kanuni za Mungu kufanyia unachotaka. Unataka Mungu akufanyie nini? Kanuni zake. Nimekuambia kwa habari ya moyo, kwa habari ya moyo, na kwenye hizi kanuni zinahusiana na moyo. Kanuni ya kwanza, unachoshikilia mkononi mwako ni kwa ajili yako, unachoshikilia moyoni ni kwa ajili ya Mungu. Hakikisha unachoshikilia mkononi ni kwa ajili yako, unachoshikilia moyoni ni kwa ajili ya Mungu. Linda sana moyoni mwako asiondoke Mungu. Moyoni mwako anapobaki Mungu, ukiomba lolote Bwana anakupa. Mkononi unaweza ukashika uongozi, mkononi unaweza ukashika mali, visiingie moyoni. Moyo ni chumba cha Mungu, makao makuu yako. Kanuni ya Mungu, ukitaka kufanyia unachotaka, hakikisha unachoshika mkononi mwako ni kwa ajili yako, unachoshika moyoni ni kwa ajili ya Mungu. Yaani kile ambacho umekiweka moyoni mwako, je, kinampendeza Mungu? Vingine vitakuja mkononi, utakuwa ni kiongozi, utakuwa ni mfanyabiashara mkubwa, isiingie moyoni. Mungu anatakiwa abaki moyoni mwako. Hiyo ndio kanuni ya Mungu kukutendea kile unachohitaji. Na ndio maana anasema wenye moyo safi, wenye mioyo ambayo haijabeba mambo mengine, hakikisha moyoni mwako umembeba Mungu, naye Bwana atatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Mungu atakufanyia kile kanuni za Mungu kukufanyia unachotaka. Kile unachotaka Mungu atakufanyia ikiwa mkononi mwako utashika yako, lakini moyoni atabaki Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, unachokishika mkononi mwako kama ni mwaminifu, kitatengeneza njia na mpenyo kwa kilichoko moyoni mwako. Unachokishika mkononi mwako kama ni mwaminifu, Mungu amekupa nafasi fulani, kama ni mwaminifu, kitatengeneza njia au upenyo kwa kilicho moyoni mwako. Unachoshika mkononi mwako kama ni mwaminifu, kitatengeneza njia au upenyo kwa kile kilichopo moyoni mwako. Mungu amekupa nafasi, Mungu amekupa nguvu, Mungu amekupa uhai. Huo uhai uliopo mkononi mwako, ukiutumia kwa uaminifu, Mungu atakusaidia. Kilichopo rohoni kitaweza kusimama na kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Uaminifu, kile kilichopo mkononi ukitumia kwa uaminifu, maana yake Mungu atakuvusha, kwa sababu uaminifu ni jambo zito kuliko imani. Yaani mtu anaweza kawa na imani lakini sio mwaminifu. Uaminifu ni kitu cha muhimu sana. Kile ambacho Mungu amekupa kifanyie kwa uaminifu katika maisha yako, hapo utamuona Bwana akikusaidia kwa ukubwa. Uaminifu ni jambo kubwa, ni jambo zito kuliko imani. Lakini pia usijaribu kulazimisha ndoto yako kutokea, bali mruhusu Mungu atimize kusudi lako. Usilazimishe ndoto yako kutokea.
hakikisha unamruhusu Mungu atimize kusudi lake. Kwa mfano, tunamwona Ibrahimu anaambiwa mtoe Isaka. Isaka ndiye mtoto ambaye aliambiwa kwa huyo mataifa yatapatikana. Leo Mungu anataka mtoto atoke, lakini Ibrahimu akamwamini Mungu, akafanya kwa uaminifu, akamchukua Isaka mwanawe pekee, akaenda naye katika mlima mbali. Anafanya kwa uaminifu, kama ambavyo Bwana amesema ndivyo anaenda kutenda. Mungu akampa kile ambacho Ibrahimu alikuwa anakitaka. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa mwaminifu, hakumzuia, aliangalia ahadi ya Mungu. Lakini tumwangalia Yakobo, anatafutwa na Esau. Kwa nini anatafutwa? Kwa sababu alizingatia nafasi yake, akafanya kwa uaminifu kutafuta haki yake. Yakobo akatafuta haki ya mzaliwa wa kwanza, baraka za mzaliwa wa kwanza, akafanya kwa uaminifu, kama ambavyo alipaswa akae kwenye nafasi ya baraka zake kwa kanuni ya kimungu. Akatafuta ile nafasi. Mungu akusaidie, tafuta hiyo nafasi, utamuona Bwana katika maisha yako. Yusufu anauzwa utumwani. Anapouzwa utumwani, huyu Yusufu bado anaendelea kuiangalia ndoto yake, anafanya kwa uaminifu, anaangalia ndoto yake, anakataa kufanya uovu na mke wa Potifa. Kwa hiyo ukiwa mwaminifu kwa kile ambacho umekishika mkononi, Mungu atafanya mpenyo kwa kile kilichopo moyoni kuweza kutokeza. Yusufu akawa waziri mkuu. Kwa nini? Alisimama kwa uaminifu. Anakimbia, anamwacha yule mwanamke, anamwambia tutamtendaje Mungu dhambi kubwa namna hii? Anakimbia. Nini? Uaminifu wake na Mungu. Inawezekana angefanya uovu, watu wasingejua, lakini uaminifu wake na Mungu ungekuwa umepotea. Mungu asingempa anachokitaka. Ili ukipata unachokitaka, linda uaminifu wako, unatengeneza kwa yale ambayo Mungu amekusudia yatokee. Jambo la tatu, unachokishikilia mkononi kinahitaji uvumilivu. Unachokishikilia, yaani pale ambapo Mungu amekuweka, panahitaji uvumilivu, panahitaji uvumilie. Ulichonacho moyoni kinahitaji subira. Ulichonacho mkononi kinahitaji uvumilivu, vumilia. Na ulichonacho moyoni kinahitaji subira. Ni mambo yanayofanana, ni mambo yanayofanana, subira na uvumilivu. Sasa kilichopo mkononi kinahitaji uvumilivu. Kile ulichonacho, vumilia. Inawezekana ni kazi ngumu, vumilia. Inawezekana uchumi ni mgumu, vumilia. Kwa nini? Kwa sababu kile Mungu anataka akufanyie, ana kanuni zake, na kanuni yake anasema unachokishikilia mkononi kinahitaji uvumilivu. Ulichonacho moyoni kinahitaji subira. Subira, uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni nguvu ya kusubiri kwa muda mrefu bila kuwa na hasira. Huyu ni mvumilivu. Uvumilivu ni nguvu ya kusubiri kwa muda mrefu bila kuwa na hasira. Na ndio maana sifa mojawapo ya kiongozi ni kuwa mvumilivu. Maana yake uwavumilie. Wa Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 24 utasoma. Uvumilie. Lakini subira ni uwezo wa kungojea na kukubali kukawia kwa ukitakacho bila kulalamika. Subira ni uwezo wa kungojea
na kukubali kukawia kwa unachokitaka bila kulalamika. Huku unakosa malalamiko, kule unakuwa hauna hasira, bado unaendelea kungoja. Ukisoma Luka sura ya 21 mstari wa 19 utaona jambo hilo. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na uvumilivu katika mkono wako na katika moyo wako uwe na subira. Jambo hili likusaidie kuelewa jambo hili. Ukimtangulia Mungu, Mungu atakupeleka mahali utasubirie muda wake. Yaani hakikisha unamkabidhi Bwana, lakini ukimtangulia Mungu, Mungu atakupeleka mahali ukasubirie muda wake, muda wa Mungu. Usimtangulie Mungu. Mgeukie jirani yako, mwambie usimtangulie Mungu. Nasema usimtangulie Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwamba ngoja, kuna watu wanateseka, kuna watu wanapita. Sio wote wanaopita, hapana, lakini kuna mateso kwa sababu umemtangulia Mungu. Sasa Mungu anakuweka mahali ili kwamba uweze kumsubiria yeye, na kwa majira yake na wakati wake atakupatia haki yako. Jambo la 4, unachokishikilia mkononi mwako ni pale Mungu amekuongoza, lakini kilichopo moyoni mwako inawezekana sio mpango wa Mungu. Nitarudia tena. Unachokishikilia mkononi mwako ni pale Mungu amekuongoza. Unachokishikilia mkononi mwako ni pale Mungu amekuongoza. Yaani kuna mahali ambapo Mungu amekuongoza, pashikilie, kwa sababu unachokishikilia mkononi mwako ni pale Mungu amekuongoza, lakini kilichopo moyoni inawezekana sio mpango wa Mungu. Kumbuka, moyo una ugonjwa wa kufisha. Moyo ni mdanganyifu. Kwa hiyo kilichopo mkononi mwako ni pale Mungu amekuongoza. Yaani Mungu anaweza kukuongoza mahali. Pale mahali Mungu amekuongoza, vumilia, subiria. Ukiupata moyo, unaweza ukajikuta unaondoka kwenye mapenzi ya Mungu. Mungu akusaidie ili kupokea hitaji lako. Mngoje Bwana. Nasema mngoje Bwana. Jifunze kusubiri kwa kimya, maana tumaini letu lipo kwa Mungu. Moyo huwa mdanganyifu. Kwa hiyo kile kilichopo mikononi mwako Mungu amekuongoza, lakini pale ambapo inawezekana kilichopo moyoni Mungu inawezekana sio mapenzi yako. Kama sio mapenzi yako, kwa hiyo hakikisha katika maisha yako unalinda jambo hili, kwamba Mungu nisaidie, mahali umeniweka nifanye kwa uaminifu, wewe uziongoze njia zangu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya Mungu kufanyia jambo, hakikisha unayabadilisha na maisha ya wengine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekuongoza kwa mkono wake kuwepo mahali. Zile nafasi, mkono ni zile nafasi za nje. Amekuweka pale, anataka uwasaidie na wengine, uwabadilishe na wengine. Ndivyo ambavyo Yusufu alipowekwa nafasi ya kuwa msaidizi wa Farao, Yusufu akasimama kwa uaminifu, akawasaidia ndugu zake walio katika hali ya njaa, na Mungu akaendelea kumtunza Yusufu, akaendelea kumsaidia. Kwa hiyo baada ya Mungu kukubwa unachokitaka, hakikisha unawasaidia na wengine waweze kupata mabadiliko. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hatendi kwa ajili yetu wenyewe. Mungu anatenda na kwa ajili ya wengine. Haleluya. Jambo la mwisho la 5, unachokishikilia mkononi mwako ni ushindi wa kitambo. Zile nafasi, yale mambo yaliyoko juu ya uso wa nchi ni ushindi wa kitambo.
lakini kilichomo moyoni ni ushindi wa milele kikitumika vyema. Kilichopo mkononi mwako ni ushindi wa kitambo. Zile nafasi, zile fursa ni ushindi wa kitambo, lakini Mungu amekusudia kuweza kukupeleka mahali ambapo utauona uweza wake kwa wewe kuhakikisha moyo wako unakuwa vyema, utapata ushindi wa milele. Musa aliulizwa una nini mkononi mwako? Na kwa kuulizwa una nini mkononi mwako, Musa akatoa majibu ya kwamba ninayo fimbo. Ile fimbo ikamsaidia wakati ule, na Mungu wa mbinguni akawasaidia wana wa Israeli kwa ile nia iliyoko ndani ya moyo wao wa kwenda kumwabudu Bwana. Bwana akawatoa katika ule utumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Andiko la mwisho Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Ukilifanya lolote kwa moyo, kama ni huduma ukiifanya kwa moyo, kwa nia njema, njia zako zikawa safi, huyu Mungu atakusaidia, atakufanyia kile ambacho unakitaka. Lolote lifanye kwa moyo, tena ulifanye kwa Bwana wala si kwa mwanadamu, na Mungu wa mbinguni atakuinua, atakushindia, atakupigania. Mwokozi Yesu akusaidie. Kile unachokitaka atakutendea, kile unachokitaji atakutendea. Na jambo la muhimu, linda moyo wako. Wote tuseme linda moyo wako. Linda moyo wangu. Sema nalinda moyo wangu. Nalinda moyo wangu. Kitu cha msingi, linda moyo. Ukilinda moyo wako, Mungu atakutunza salama. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naomba tusimame.